Karibu tena, tuanze movie yetu hii hapa. Bwana, hili ni bonge la movie kama kula uweze kulitazama. Bwana, hapa nje kuna mlinzi yupo analinda katika jumba la bosi, lakini ndani ya jumba hili kuna binti yuko bafuni, anaonekana ana stress ambazo zimepitiliza kabisa. Sijui nini amemkuta, lakini baadaye kidogo kuna gari hapa inaingia. Anayetoka katika gari hii ni mtoto wa bosi katika jumba hili la kifahari. Walinzi wanampigia saluti kama kawaida. Wazee wako ndani hapa. Ghafla binti yao anaingia. Binti ameingia na stress, hakujua hata kama kuna wazazi. Anakuja kugeuka hivi, anaona kuna wazee bwana. Ikabidi atoke haraka na kukimbia juu. Lakini mama akaona binti yake hayupo sawa kabisa. Mzee naye anashangaa, binti amekutwa na nini? Basi ikabidi waje moja kwa moja mlangoni hapa kuweza kumgongea kutambua, je, binti amekutwa na nini? Dada yake yuko hapa. Mzee anafika anauliza, je, anaongea kitu chochote? Aongei. Mzee anakuja kumuita Nora, lakini Nora yuko zake ndani amejifungia. Baadaye ikabidi watoke wamwache. Binti anakuja kushuka mwenyewe. Amevaa night dress. Anapita hapa, hajali hata kama kuna wazazi wake. Mama anamuita, anamwambia, we Nola, umekutwa na kitu gani? Mzee naye anashangaa, yani ameshikwa kabisa na butwa. Anajiuliza, binti yetu amekutwa na nini? Wana pesa, wakaanza kujadiliana sasa kitu gani ambacho tunaweza kukifanya ili mradi tuweze kuokoa maisha yake aweze kupata furaha upya. Basi Nola akaingia zake katika sehemu kama hii hapa, akawa anaongea mwenyewe, anajitazama. Yawezekana kuna matukio mazito ambayo amepitia na ndio maana namtesa katika hali ya namna hii. Lakini nini kimemkuta? Hebu acha tuone. Leo wazee wako ndani hapa wanajadili. Inasemekana binti yao amepata matatizo makubwa, yaani ana msongo wa mawazo. Lakini nini kimesababisha haya yote? Je, ni mapenzi? Baadaye daktari wa familia anafika hapa. Mzee anasema, hebu tuambie nini kimemkuta binti yetu. Anasema, sikizeni niambie, binti yenu ana tatizo la msongo wa mawazo ambao unatokana na usaliti wa mapenzi. Wazee wakawa wanashangaa sana. Sasa itawezekanaje tuweze kumsaidia mtu kama huyu? Yaani binti akili yake imevepa kabisa. Na hii ni kutokana na matatizo ambayo yamepitia katika mahusiano. Basi mama amemletea dawa fulani hapa za kuweza kumsaidia kidogo aweze kukaa sawa, lakini akaacha chakula, kuna kitu fulani amekisahau ndani alipotoka. Bwana, hii ni big mistake. Binti, kumbuka, akili zake haziko sawa. Akachukua dawa zile ambazo amepewa ili mradi aweze kutumia kai sawa. Ajabu kabisa, akazifungua kwa asila alafu akazimeza zote. Kopo zima mzee. Binti anakuka chini hapa, nguvu zinamwishia. Anawaza, mama anafika hapa maskini, anamkuta binti yake huko chini, madawa yamemzidia. Mzee naye anafika hapa, wanaanza kuhangaika namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia. Mama anasema, binti yangu anakufa, hebu naomba uweze kumsaidia basi. Bwana, maisha hatari kweli kweli. Lakini miezi miwili baadaye binti huyu aliweza kukaa sawa. Leo yuko nje hapa anakutana na Mr. fulani hivi. Mwamba akatoa business card akasema, samani, naomba tufahamiane kidogo. Je, naweza nikapata mawasiliano yako? Akachukua na namba siku ile ile. Naona wakati uko zake ndani hapa kuna simu ikawa inaita. Aliyepiga simu yule mchizi anaitwa Jose. Basi wakawa wanapiga story fulani hivi. Hizi stories zikawa zinawapeleka mbali. Kifupi, binti alikuwa ni mpweke sana, kwa hivyo alikuwa anahitaji apate mtu wa karibu. Alafu mtu mwenyewe ni huyu hapa. Basi wakajikuta wameingia katika urafiki ambao ukamfanya Nola aweze kumtembelea mchizi. Lakini mwamba Jose anaishi na mdogo wake huyu hapa anaitwa Musa katika jumba hili hapa. Alipofika vile Nola, mwamba ikabidi atoke awaache kwanza. Wakaketi chini, akasema, jamani, upo katika mazingira mazuri sana. Akawa anasifia mjengo na mazingira kiujumla, lakini mwamba akawa anamtazama sana usoni. Dada anamuuliza, vipi, mbona unanitazama? Akasema, natamani tupate picha hapa mbili tatu. Hebu kaa basi katika pozi. Lakini ile pozi la picha nikawakuta wameingia katika penzi zito. Baadaye dada nakuja kustuka hapa, asema, naomba niondoke. Mwamba akasema, unaenda sehemu gani please? Umefika sasa hivi sijakupatia hata kinywaji. Naomba ukae chini basi, kama nimefanya kosa kukukisi naomba unisamehe, sitarudia tena. Binti akasema, sawa, ninakaa, lakini sitahitaji tufanye kitu chochote kuanzia sasa. Akasema, sawa, lakini macho yake yanaonekana mbona kama yana huzuni sana. Hebu niambie, kuna matatizo ambayo umepitia?
Binti ikabidi ahadisie, bwana, nilikuwa na mpenzi wangu msafi kabisa anaitwa Musa, lakini siku moja wakati tumekaa na Musa akanambia ya kwamba mimi naona haya mahusiano bora tu yavunjike kwa sababu mimi maskini, alafu nimepata mwanamke ambaye naendana naye. Dada akasema unasemaje? Sijakuelewa. Akasema ndio hivyo, yani wewe ni mwanamke ambaye baba yako ni tajiri sana, mimi maskini. Binti akasema hilo sio shida, kwani shida iko wapi? Chiza akasema bwana, mimi nahitaji tuachane. Bwana binti kwa hasira ikabidi atoe pete ya uchumba akaitupa pale. Mwamba amevunja mahusiano ghafla. Basi iko kitu ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana. Mwamba akamtazama akasema ina maana hilo? Akasema ndiyo, niliumizwa sana na mapenzi, kwa hivyo nashindwa kumwamini mwanamume. Chizi akamwaminisha kwamba yeye yuko tofauti sana na hao wengine. Wakajikuta wamezama katika penzi, lakini ndani ya chumba hiki kuna picha ya mwanamke, alafu Mchizi akaifukia pembeni. Yawezekana Nora hana bahati, kwa sababu hata Jose naye ni mwanamume ambaye tayari ana mke wake. Mwamba hii picha alikuwa kaitupa pembeni, bibi Nora alivyoondoka akaja kuirudisha ukutani. Maana yake ni kwamba Nora anachezewa akili. Yaani mapenzi bwana, sijanahitaji nini. Ndio hivyo, lakini leo mdogo wake anamuonya, anambia sikiliza nikwambie, unajua mke wako akirudi hapa alafu akastukia haya ambayo umeyafanya ambayo itakuwa ni hatari. Sikiliza bro, wewe unajiheshimu sana, kwa nini unafanya vitu kama hivi? Lakini kidogo Nora anafika. Nora alipofika hapa kabidi dogo akasema jamani, maana ni mabusu si mchezo. Akavumilia akaona hapa nisije nikapata upwiro bure, ikabidi awake bwana. Akaambia haya, mimi ngoja niondoke zangu. Chiza akachukua demu wake na moja kwa moja anaingia geto kufanya mambo yao. Geto ni hili hapa, lakini wanapokutana kama kawaida. Kumbuka bibi Nora hapa anajipotezea mawazo kutokana na stress ambazo alizipata kwa kuachwa. Ni hatari, yupo kitandani anawaza sana, lakini baadaye Mchizi ikabidi amstukie ya kwamba binti alikuwa mbali sana, ikabidi amweke kwenye mchezo alafu mambo mengine yaendelee. Basi leo yuko na dada yake bwana. Dada anasema niambie, mbona unaonekana sasa hivi unafurahi sana? Umepata mwanamume mwingine au ikoje? Akisema sikiliza nikwambie, ni kweli kuna mwanamume fulani nimempata, handsome, ananielewa sana, alafu yuko bonge la romantic hivi, yaani kiukweli nimependa. Basi dada yake kabidi amwose sana juu ya wanaume yasije akamtokea kama yale ya zamani. Lakini leo binti alikuwa amekaa na Mchizi hapa. Mwamba alikuwa anafanya vitu fulani. Dada akamwambia bwana, mimi siku zangu sijaziona, na hisi ni ujauzito wako. Mchizi akasema we unasemaje? Una mimba? Ina maana matendo ambayo tumefanya tayari kuna ujauzito? Kikweli mimi napenda sana watoto, kama ni hivyo basi hiyo ni taarifa ya furaha. Akamkumbatia, lakini Mchizi sura yake inaonekana kabisa hajafurahia kile ambacho ameambiwa. Mwamba ana mke na mtoto, lakini mke wake amesafiri kidogo, kwa hivyo yeye kwa uchizi tunatamaa anavuta demu katika chumba cha mke wake. Bwana, hili ni kosa sana. Lakini leo walikuwa zako hapa ni jikoni. Bibi Nora alikuwa na pika hapa kidogo, kuna simu imeingia kwa Mchizi Jose. Baadaye ikabidi waketi wale chakula pamoja, lakini wakati wako hapa dada kichefuchefu kikawa kimempata. Kumbuka ni mjamzito, lakini alipoondoka huko nyuma Mchizi akaweka dawa katika kinywaji chake. Lengo lake ni nini? Inawezekana hahitaji mimba hii, na mwisho wa siku bibi alipokuja akanywa kile kinywaji. Mchizi huko hapa amefanya tukio la ajabu, lakini ana stress kweli kweli. Asema yani nimefanya vile, lakini moyo wangu unaniuma sana kwa sababu ile mimba ilikuwa ni kubwa. Sijui ataipokeaje taarifa hii. Kibidi Mwamba walau ampatie nguvu. Siku iliyofuata ni hii hapa. Bibie ni huzuni kutokana na tukio ambalo limetokea. Ameweza kupoteza mimba. Mchizi anajifanya na uchungu kweli kweli, wakati yeye ndiyo amesababisha yote haya. Dada analia kweli kweli, ni mkosi gani huu? Mimba ya kwanza na alikuwa anatarajia kupata mtoto, lakini ndio hivyo. Basi kwa zao katika gari, dada anasema hii mimba imetoka, lakini kuna kitu fulani sikielewi kabisa, itabidi nichunguze. Akasema uchunguze kitu gani? Ina maana
wataka kusema kwamba mpenzi wako atakuwa amefanya kitu, akisema inawezekana, mbona mwitikio wake na sura yake ni vitu viwili tofauti. Sijui kama anaweza kugundua hili, lakini baada ya yote kutokea, leo bibie anatoka anaelekea nyumbani kwao. Basi Mwamba ikabidi ambebe kidogo, walau amsindikize moja kwa moja hadi nyumbani kwao. Wakafika sehemu hii hapa, bibi Nola anamwaga mchizi, anatoka anarudi katika mjengo wa wazazi wake wa kifahari kweli kweli. Lakini alipotoka kuna mlinzi yuko hapa. Mwamba akamwita akamwambia, hebu nipe taarifa kidogo kuhusu huyu binti, je, unamfahamu? Akasema, wewe kichani, yaani unakuja kumuuliza mtoto wa bosi nikupatie taarifa zake? Hebu tuache basi. Mwamba kaona hapa sio pa kukaa tena, ikabidi aondoke bwana. Lakini leo ni siku nyingine, Nola anakuja hapa kwa mchizi, alafu hajampatia taarifa la nini. Alifika katika mazingira haya, anaona kama kuna dalili fulani hivi katika hii sehemu. Kuna mwanamke alifika, akaona shangaa sana. Mwisho wa siku mchizi anatoka. Alipotoka Mwamba kasitoka kweli kweli, kabidi amuulize, hebu niambie, mbona mazingira kama vile kuna mtu mwingine alikupo hapa, nasikia kuna harufu ya perfume. Mchizi kabidi ajitetee sana, akisema hapana, niko mwenyewe. Akasema kweli? Mwamba akasema ndio, mimi siwezi nikakusaliti hata siku moja. Dada akamtazama akasema sawa, basi mimi natoka, kama vipi nitakuja wakati mwingine. Mwamba akamwambia basi sawa, haina shida, na mimi pia najiandaa kutoka. Lakini aliporudi nyumbani ana wasiwasi sana. Dada yake anamuuliza, mbona una wasiwasi, na maana kuna usaliti wote? Bibi anasema kiukweli kuna mazingira fulani nayaona, inaonekana huyu naye ananidanganya. Bwana, kumbe ni kweli Jose mke wake amerudi. Na bibi alipofika hapa, kuna nguo fulani hivi alizikuta, akawa hataki kumwamini ya kwamba huyu Mwamba anaweza akawa na msaliti. Anabidi amuulize, ina maana mimi najitunza siku zote kwa ajili yako, lakini wewe kumbe umekuwa ukifanya usaliti, si ndio? Mwamba akamwambia, sikia, kikweli nakiri nimefanya makosa, lakini naomba sana unisamehe, bado nakupenda na nahitaji tuweze kuungana tena kuweza kumlea mtoto wetu. Please, napiga goti mbele yako, naomba unisamehe sana mke wangu. Bwana Mwamba anajitetea. Mama akaona vitu fulani ndani, kuna nguo ambazo Nola alisahau mule ndani, alafu kuna vitu vingine havielewelewi. Anasachi kila kona, anasema na hivi ni vinini? Ina maana unawaleta wanawake wako hadi humu ndani? Bwana kila kitu kimejulikana, na huku nako bibie Nola ameshafahamu ya kwamba kumbe mchizi na mwanamke na mtoto, lakini haya yote aliweza kumdanganya, na mwisho wa siku akawa anamtumia kingono kama vile. Hiki ndiyo kilimfanya aweze kuharibika zaidi kisaikolojia, na kawa hapa ndani katika bafu anawaza, hivi haya maisha atakuwaje? Bibie huku naye mke wake Jose yuko zake ndani ametulia hapa, anajiuliza nitoe jibu gani niweze kumsamehe na maisha yaweze kuendelea, au nisepe? Chizi nafika hapa. Dada akasimama akamwambia, sikia, mimi nigee kila kitu changu, nahitaji niondoke, siwezi nikaishi na wewe. Bwana, movie inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii basi yawezekana ni funzo kubwa ambalo tunaweza tukalipata ya kwamba tuache usaliti katika mapenzi. Kama mtu hauna malengo naye basi ni vema ukamweleza tu ukweli, alafu mshika mawili siku zote mojawapo lazima litamponyoka. Lakini je, kwa wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho tunaikamilisha, hebu tuambie umepata funzo gani kutoka kwa mchizi hapa Jose na bibi Nora? Je, mapenzi yanakuendeaje? Weka comment, tukutane katika movie ijayo.